nilikuwa sijamaonyesha shujaa mwingine kutoka Meru aliyekuwa waziri Linturi. Ako hapa Mheshimiwa Linturi, ndio huyo. Kwa hivyo kwa sababu tutakuwa tukipima, huyo anaongea Malili, anaongea Salama, mwingine anaongea Sultan, mwingine anaongea Mali, lakini Mali nasema ndao naye naombe. Sasa watu wetu nisikilizeni. Kumekucha. Nikukieka hapo inacha. Naomba niseme mambo matatu halafu nimkaribishe Rigiji. Na wale wengine wako nyuma. Kwanza kabisa, hii barabara yetu ya kutoka Mombasa na Nairobi imeoa watu wengi. Ni kweli si ni kweli? Hii safari hii kuna kampuni ambayo imeongozwa na watu kutoka Marekani wako tayari kufanya kazi. Lakini serikali ya Ruto inakanyagia kila mahali break. Tunasema lazima hii kazi ilikuwa ianze dueling Nairobi Mombasa, ilikuwa ianze mwezi wa Julai na wamechelewa. Wangapi wanasema hii ni haki yetu kutengeneza hii barabara hii? Hakuna mchezo. Sijui kamati gani ya PPP na nini, pengine anataka kunyima hii kampuni ya Marekani apatie marafiki zake. Hatutakubali. Kwa hivyo hii ni kitu ya maana, ndio itafungua uchumi wa Kenya. Mimi nilikuwa nikidhani kama tungechukua wakati ule na yule jamaa tulikuwa tunasaidiana naye, hata badala ya kuweka standard railway gauge, number 1 priority was dueling of Mombasa Nairobi highway. Alafu inapita inaenda upande wa Malaba mpakani wa Uganda. Lakini hawa jamaa wanakimbizana na wizi wa pesa, ndio hawataki kuweka priority. Hii malori yote hii ingekuwa sasa inasaidiana kwenda Mombasa, ni kama mtu ameamua kujimaliza. Kwa hivyo hii kitu ni lazima, wakichelewa sisi tukichukua serikali na tunachukua priority number 1 ni Mombasa Nairobi highway. Watu wetu waache maneno. Na hiyo ikifanyika kama tauni yetu yote, hii yote matauni itapanuka. Kumbukeni mimi na Kibaki tulianzisha Konza City. Nego kanati hiyo. Hii watu hawa Kasongo wanakanyaga break, na mimi tukasukuma hata kwenye university moja imeanzishwa kutoka nchi ya Korea. Hiyo itaanza haraka iwezekanavyo, because hiyo hawezi kuchelewesha Konza City. Na ili Konza City faulu, ni lazima maji itoke Thwake Dam ingie hapa Konza, ndio hii iwe city ya kuendelea mbele kujenga Kenya. Nimwambedhukezi ambayo itu nia yetu ilikuwa ni kubuni nafasi za kazi kwa watu wengi, lakini Ruto anaenda mwendo wa kinyonga. Ati kwa sababu Kalonzo akiwa vice president na Kibaki walianzisha Konza City. Hii itaenda mbio. Kwanza ikifanya dually, I'm told even Riara University have also come on board. Mheshimiwa Zambia, tunakushukuru kwa msimamo. Mondo umeononda viudhozi ya Kalonzo aenda mbungeni, tumko na ngema makofi. Yaani kuna watu wenye msimamo. Si mnasikia wengine wanaenda hata kukua, hata wanasema Rigiji awe impeach. Nasikia wanasema Rigiji asiongee. Wapi? Itawezekana hiyo? Kwa hivyo leo tena naulizeni mujiandikishe kwa chama. Hata chama imepata mwelekeo mpya. Isionekane tena kwamba ati Wiper ni Ukambani. Kenya ni Wiper, ni Kenya nzima. Si ni kweli? Wangapi wamejiandikisha kama members wa wanachama kwanza Wiper? Jina mpya itakuwa Wiper Patriotic Front. Sema Wiper Patriotic Front. Ili vijana washirikishwe, Gen Z wetu. Tunatoa ile kwa sababu ile vijana walifanya, ndio tunasukuma hiyo mkazo kabisa. Tunasema Patriotic Front. WPF. Sema WPF. Na tutakuja kulaunch baada ya ndugu yetu Rigiji akilaunch yake, sisi tutalaunch WPF. Na sasa mujiandikishe kwa sababu already tuko karibu milioni wale wanachama.
tunataka chama kiwe na 3 to 4 million people. Na mimi natangazia hapa leo, tarehe 25 mwezi huu is the Liberation Day. Is the Liberation Day. Vijana wa Gen Z walikufa, wanadamu kama swara, na kwa sababu walienda tu kutafutia kupeleka barua kwa wabunge wao. Wale wabunge walibaki, kwa hiyo bunge walikuwa wa Wiper na wa DAP na wale wa Rigiji. Wengine waliingia kwa mitaro wakiongopa vijana. So because waliuawa na hakuna ambaye anajali mambo yao, na wao walikuwa kisema vijana ati hawataki watu kuonyesha vile wameiba pesa zao na kuja kuwakojolea na zile pesa zetu. Safari hii hata wanazunguka, jana walikuwa Kitui wanasema women empowerment. Ati Ruto anapeana milioni 3. Aulizwe hiyo milioni 3 umetoa wapi? Si namna hiyo. Ati Kindiki anatoa milioni 2. Women empowerment. This is corruption through the back door. Na hiyo ni pesa ya wananchi. Chukueni hiyo pesa, na tutaki watu wakuje. Nataka Ruto akuje huko, ndio aambiwe na wananchi live kwamba yeye ni one term. Sema one term. Harambee. Harambee. Wangapi wanaunga mkono kwamba ili kusherekea vijana Gen Z tarehe 25 itakuwa public holiday? Kwa hiyo mambo ndio hayo. Hatuna uoga, hatuna chuki na yeyote. Wakati umefika. Yundo ambozi ya Kalonzo na wazie Mathanzu ambiozi ya Adhereva. Ukakisia kiuki Adhereva na Mathanzu. Kwa hivyo sasa ila tuasia tuyeteleka evinda nebikie. Nevinda ngaini yeseo. Tuko atanei. Na ulote na kibande achukue ID. Nani hapa ambaye hana ID? Kwa sababu ni haki yako kupatiwa kipande. Ukipata kipande uende uchukue kura, because sasa one or the other, hata kama Ruto ameweka makamishna IBC ambao anaelekea upande wa kwake, safari hii haitawezekana kuiba kura tena, kwa sababu tutahakikisha kila kituo kina competent agents, na wao watapeperusha matokeo directly to the Presidential Tallying Center. Wakenya watajua matokeo, wakipiga kura leo, matokeo ni kesho. Sio ile ya kungojea wiki moja alafu Raila anaibiwa, anaanza kusema ameibiwa. Kalonzo ti Raila onge wa kura. Nimombadukezie. Nimombadukezie mbaito. Alama kwa siasa Kalonzo singeka kwa yolo. Basi mambo ndio hayo. Nikisema Ruto sema one term. Ruto. 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 Na hiyo ndio haki ya wananchi wa Kenya. Ngoja msikie Rigiji. Ndugu Rigiji wasalimie.